EACC imemkamata gavana Natembeya kwa madai ya ubadhilifu wa pesa za kaunti takriban shilingi bilioni 1.4. Karibu kwenye taarifa zetu za Erran Media na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imemkamata gavana wa Trans Nzoia George Natembeya kwa madai ya ubadhilifu wa pesa za kaunti. Kulingana na wakili wake Natembeya Ndegwa Njiru, gavana huyo aliwasilishwa katika makao makuu ya EACC jijini Nairobi Jumatatu asubuhi ili kurekodiwa taarifa. Hata hivyo, anabainisha kuwa timu yake ya wanasheria imenyimwa ruhusa na gavana ataendelea kuzuiliwa hadi ilani nyingine itolewe. Wamemfungia mteja wetu, lakini hatuna uwezo wa kumfikia au kumpa wakili wowote wa kisheria kuhusu mchakato unaoendelea, Njiru alisema. Tume inasema inachunguza madai ya ukiukaji wa sheria na ununuzi, matumizi mabaya ya ofisi na hongo. EACC inasema kukamatwa kwa watu hao kunahusishwa na upataji wa shilingi milioni 1.4 kwa njia ya udanganyifu. Makosa hayo yanadaiwa kutokea katika mwaka wa fedha mwaka 2022, mwaka 2023 hadi mwaka 2024, mwaka 2025. EACC inasema kuwa visa hivyo vinahusiana na miradi mitatu mikuu ya kaunti. Miongoni mwao ni ukarabati na uboreshaji wa uwanja wa Kenyatta, ujenzi wa afisi za makao makuu ya kaunti na ujenzi wa hospitali ya Tom Mboya. Kwa hiyo tume inaendesha msako unaolenga ofisi na makazi ya watu mbalimbali wenye maslahi, ikiwa ni pamoja na Natembeya. Gavana anadaiwa kushawishi utoaji wa zabuni na kupokea pesa kutoka kwa wakandarasi kupitia wawakilishi, tume ilisema. Awali maafisa wa EACC walikuwa wamevamia nyumba ya Natembeya mjini Kitale, jambo lililozua kejeli kutoka kwa kiongozi wa DAP Eugene Wamalwa. Hatutaruhusu kunyanyaswa kwa upinzani na silaha za mfumo wetu wa haki, alisema. Aliongeza kuwa unyanyasaji sawa na huo unafanywa kwa wanachama wengine wa upinzani, miongoni mwao ni kiongozi wa demokrasia wa chama cha wananchi DCP Rigathi Gachagua na mbunge wa Mumias Mashariki na mzungumzia Peter Silasia. Wafuasi wa Natembeya wamejazana nje ya afisi za EACC wakitaka aachiliwe. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Erran Media, kituo nambari moja kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani.